And welcome. The first part of the show, which is the lesson discussion for today, the Sabbath that is, we are in the lesson 10, and what we are going to look at, we have been looking at Joshua in this last quarter of the year. And we have been seeing all that it has in the book of Joshua. We have been seeing how he took the leadership after Moses. We saw various ways in which God himself projected to us his creatures that when we trust in him, then he will fight for us. And we also saw even the enemy within. We also saw even wale warithi wa ahadi ama wafungwa wa tumaini, even the heroes of faith, and it goes on and on. And today we want to say, who is Joshua, the true Joshua wa ukweli. And we are going to look at the typography, how the chronological accounts of events and what were said happened, and what they have to us. And so the book of Joshua is more than just a story, but it is a typology. And this one, it is a typology in that Joshua's leadership, the battles, and even the conquest of Canaan points beyond himself to Jesus, the true and the greater Joshua. And through Joshua, we see a shadow. And in Jesus, we also see the substance. And the promised land, which foreshadows eternal rest, the sanctuary, pointed to Christ heavenly ministry and Israel history. It mirrors the church's mission. And the typology shows how Old Testament people, events, and even the institutions point forward to Christ's life and the church's experience and the final restoration at the second coming of Christ. And the central message is clear that Jesus is the fulfillment of every promise, the true deliverer who leads his people into the eternal rest. And so that's what we are expected now to see from this week. And so this week it will look at the principles of the biblical interpretation concerning the typology, and we'll study how the Bible itself contains indicators of typology and how the life of Joshua foreshadows the ministry of Messiah and point to symbolism fulfillment in the church, as well as the consummation of human history. And that is a summary of the Sabbath evening, because we have seen how Joshua led the Israelites or the Hebrews right after the death of Moses, and how he led the people to the crossing of the Jordan, the fight, and even determining the enemy within, as well as conquering the Canaan or the promised land. And now there are things that we need to study and know beyond those ones. And this one will just help us to understand better what is the symbol of the church and even the Christ concerning the winning of Joshua within this lesson. And this week, as you have been told, that we will just study how the Bible itself contains the indicators of typology and how the life of Joshua foreshadows the ministry of Messiah and points to symbolism fulfilled in the church, as well as the consummation of human history. And this one will now take us to the Sunday part, which will introduce to us the week. Therefore, don't give a blink to the discussion. When you look at the Sunday part of it, which talks about uainishi wa kibiblia,
Wainishi wa kibiblia kwa lugha ya Kiingereza yasema ya kwamba the Sunday part of it, it talks about the biblical typology, wainishi wa kibiblia. Tukiangalia hapo tunapata ya kwamba vifungu hivi vya Biblia vinatumia neno aina kwa Kiyunani ile ambayo inamaanisha typos au mfano kwa Kiyunani, na antitypos kurejelea jinsi mwandishi wa Agano Jipya anavyofafanua uhusiano kati ya andiko la Agano ya Kale au tukio na maana yake katika wakati wake mwenyewe au katika siku zijazo. Wainishi ama typolojia ni tafsiri kuhusu mahususi ya watu au matukio au taasisi inayomwonyesha Yesu au mambo mengine halisi yaliyomo katika Injili. Na aina hiyo inalingana na kitu halisi kama kielekezo au umbo tupu linalo akisi umbo la asili, hata kama kile kilicho halisi kinatimiza kikamilifu madhumuni ya ule mfano. Na kwa hiyo aina au mfano wa kibiblia uliundwa kulingana na muundo wa Mungu ambao ulikuwa umekuwepo kwa uthabiti au kimawazo katika maoni ya Mungu, na unatumika kuunda nakala za siku zijazo ama vilivyo halisi. Na ni muhimu kuelewa kwamba mwandishi wa Agano Jipya hawakuhusisha kwa nasibu maana ya mfano kwa baadhi ya maandiko ya Agano ya Kale. Ili kujenga hoja, mfano au aina ya Agano la Kale unathibitishwa kila mara katika maandishi ya kinabii kabla ya kupata utimilifu wa kilicho halisi kwenye Agano Jipya. Na hiyo ndio tunaangalia katika siku ya Jumapili. Inakuwa kama utangulizi wa yale ambayo tutakuwa tukiyafundisha katika wiki hii ambayo ilikuwa inaongea juu ya uainishi wa kibiblia, jinsi ambavyo matukio yanaonyeshwa na yanawekwa bayana kabla hayajatimika ama kabla hayaja onekana mbele ya watu. Na unapata ya kwamba ukiangalia Biblia unapata ya kwamba kuna maneno kadhaa ama mambo kadhaa ama shughuli kadhaa ambazo zimeweza kuzungumziwa hapo katika Biblia, na unapata ya kwamba inafika wakati ambapo sasa yanatimika. Na unapata kwamba tukiangalia Biblia kuna jinsi ambavyo vilikuwa vinawekwa dhabiti ama kuna jinsi ambavyo vilikuwa vinawekwa ili tukio lifanyike tu ama litendeke tu jinsi ambavyo lilitabiriwa. Na unapata ya kwamba hata wanabii walikuwa wanazungumza juu ya yale ambayo yangefanyika, na unapata ya kwamba yakikaribia kufanyika yalikuwa yana pia zungumziwa na mwishowe yanatimika. Na hivyo ndivyo tunataka kuangalia kwanza katika maisha yake Yoshua ni yapi ambayo yaliweza kuzungumziwa, na hapo baadaye tunaona ya kwamba yanatimika. Uliweza kuona pale wakati ambapo walikuwa wanaahidiwa ya kwamba watapiganiwa, na unapata ya kwamba ilifika wakati ambapo waligundua ya kwamba Mungu aliweza kuwapigania na kuwashindia vita ambavyo walikuwa wanakumbwa navyo. Na vile vile unapata ya kwamba wakati ambapo Mungu aliweza kupeana ahadi ya kwamba atakuwa wapa nchi ya ahadi, na unapata ya kwamba huko mbeleni ni kile ambacho kilikuja kutimika. Basi tukiangalia hata yale hadithi ya watu kama wale Daudi, unapata ya kwamba wao pia walionekana katika Agano la Kale, na pia na kisha jinsi anavyoonyeshwa kwenye Agano Jipya, na unapata ya kwamba kuna kitu ambacho tunaweza kujifundisha kutoka hapo.
tukiangalia hiyo siku ya Jumapili, kuna kile ambacho tunapata hapo ya kwamba the word typology it's a way in which God designed symbols pointing from the Old Testament and to their New Testament fulfillment. And when it comes to fulfillment, hiyo ndio sasa tunasema the antitype. Lakini the moment the God is pointing it out, tunasema ni typology. I don't know whether you are getting me. Typology ni jinsi ambavyo Mungu anaweka vitu ama mambo yaweze kutendeka katika siku zijazo. Lakini tukiangalia the antitype, unapata ya kwamba ni sasa ni wakati ambapo tunapata ya kwamba hayo yaliyotabiriwa sasa yanatimika katika nini? Agano Jipya. Na hapo ni kama tunajaribu kulinganisha Agano ya Kale na Agano Jipya. Agano ya Kale wakati ambapo mambo yaliweza kuwekwa, ama Mungu aliweza kuzungumza, aliweza kupeana ahadi na watu wakasema wacha tutii, wacha tu subiri. Lakini ikifika katika Agano Jipya unapata ya kwamba ni hayo yaliyotabiriwa, hayo yaliyozungumziwa sasa yanatimika. The typology and the anti-type. Alafu tukiangalia Daudi, David Psalms, it foreshadows Christ's suffering and victory. Ni kile ambacho kinatuonyesha jinsi kwa kuangalia aya hizi tunagundua ya kwamba Agano ya Kale lenyewe linatoa ufunguo wa kutambua na kutumia mifano katika maandiko. Yaani mwandishi wa Agano ya Jipya ambao mwandiko yao yalikuwa lile ya Agano ya Kale, walivuviwa na Roho Mtakatifu kutumia mifano ya Agano ya Kale kufunua ukweli wa leo. Na hiyo tukiangalia kitabu cha Petero wa pili, fungu lake la kwanza mstari wa 12, unapata ya kwamba kuhusu Yesu Kristo na huduma yake, unapata ya kwamba kuna jinsi yule ambaye aliweza kuandika Agano ya Kale katika Biblia, unapata ya kwamba kuna jinsi alikuwa anaelekezwa ili hayo yote yaonekane ama yatimike katika Agano Jipya. Na ndio nilikuwa nimeanza kusema ya kwamba the typology reminds us that scripture is consistent. Ni kile ambacho kinaendelea mbele. Kuna jinsi ambavyo zimeshikana pamoja. And God's plan was always pointing to Jesus. Kuonyesha tu Kristo. Kile ambacho kilikuwa kinafanyika katika Agano ya Kale, unapata ya kwamba yalikuwa yanaonyesha tu ama yanaashiria tu nani? Kristo, Yesu Kristo. Na ndio maana unapata ya kwamba hata tukiangalia maisha yake Daudi, ni ile ambayo ilikuwa inaonyesha ama kupeana tarubini jinsi ambavyo Kristo angefanya nini? Angezaliwa na kuteswa na pia kuleta nini? Kuleta uokovu. David's Psalms foreshadow Christ's suffering and victory. And now the typology reminds us that scripture is a consistent where the God's plan was always pointing to Jesus. Even you, as you read the Bible, as you go through the scripture, what are you getting? Are you seeing the consistent? Are you seeing the flow? How it moves from one point to another. When you look at even when we talk about when you look at even the book of Ezekiel, when you look at even the book of Ezekiel, that is chapter 22 verses 30 there, when God talks about when you look among the men trying to check someone who can stand within the gap and bridge the gap, in source none. But when we look at even us in our life today, if we look at our life today, you find that we can be asked the same again. Are we the one who can stand within the gap and bridge the gap? Meaning, are we able
to connect and create a link that joins the broken bridge? That's a question that we need to ask, because when you look at the Bible, you find that even when the Israelites were now under Moses' leadership, you find that Moses was now at old age, and now Joshua took over. And when Joshua took over, you find that Joshua was like a bridge to bridge the gap, to connect that leadership, to continue to make the consistency of that leadership within the Israelites. And now here, when you look at the writing design within the Bible, you find that what was talked about in the previous or the Old Testament is now being revealed in the New Testament. Just as the prophets talks about it, you find that it is something that is now being fulfilled in the New Testament. That one is also, when we talk about even the sufferings, when you talk about even the victory, all those ones were just pointing out to Christ. And now, as the Christ was being shown through the link between the Old Testament and the New Testament, you find that a church becomes a symbol of a mission that we need to be attached to. And that one takes us to the Monday part of the lesson. The Monday part of it, the type and antitype, still continues. Mfano na halisi. Mfano na halisi. Tukiangalia hapo tunapata ya kwamba wasafiri wa Biblia hawawezi kuamua kiholela juu ya kile kilicho mfano wa kibiblia, au jinsi mfano huwa maalum unavyotimizwa katika Agano Jipya na zaidi. Na Biblia yenyewe inatoa baadhi ya vidhibiti na kanuni kuhusu matumizi ya uainishi ama typolojia wa kibiblia. Na vile vile Agano Jipya linafunua utimilifu ulio halisi wa mfano katika awamu 3 tofauti. Na unapata ya kwamba awamu ya kwanza ni katika maisha ya Kristo, yani utimilifu wa Kristo. Awamu ya pili ama the second section inahusu uzoefu wa kanisa, yani utimilifu wa kikanisa. Kisha awamu ya tatu yazungumza mwishoni mwa wakati ama utimilifu wa eschatolojia, wakati wa mwisho. Tukiangalia aya yote tatu, tunaweza kupata mifano na uhalisia ulionyeshwa katika ile mfano katika Biblia yote, na inasaidia sana katika kuonyesha wasomaji jinsi ya kuelewa Biblia na ni kweli gani neno la Mungu linafundisha kuhusu Yesu, wokovu na tumaini kuu tulio nalo. Na hayo yote unaweza pata ya kwamba tukiangalia ya kwanza Israeli, tuko na awamu ya kwanza, hiyo ni ya Kikristo. Tunapata katika kitabu cha Mathayo, hapo fungu lake la 2 mstari wa 15. Na awamu ya kikanisa tunapata katika kitabu cha Wagalatia, hapo fungu lake la 6 mstari wake wa 16. Kisha baadaye awamu ya mwisho wa wakati ama eschatolojia tunapata katika kitabu cha Ufunuo, hapo Ufunuo fungu lake la 7 mstari wake wa 4 hadi 8 na pia mstari wa 14. Na pia tukirejelea kutoka the Exodus, kuna awamu ya kwanza, kuna awamu ya kanisa na kuna awamu ya mwisho ama eschatolojia. Haya yote bado tunapata katika kitabu ambacho ni awamu ya kwanza ama Kikristo, kitabu cha Mathayo, hapo fungu lake la 2 mstari wake wa 19 hadi 21. Tukiangalia hekalu sasa, mifano ambayo tumepewa kupitia hekalu, tunapata awamu ya kwanza ya Kikristo,
iko katika kitabu cha Yohana fungu lake la kwanza mstari wake wa 14, na pia fungu la pili mstari wa 21, na pia kitabu cha Mathayo 26 mstari wake wa 61, na pia tuko na awamu ya kikanisia basi ambapo tunapata katika Wakorintho wa kwanza fungu lake la 3 mstari wake wa 16, na pia katika mstari wake wa 17. Awamu wa nyakati ya mwisho ama eschatolojia tunapata katika kitabu cha Ufunuo fungu lake la 3 mstari wake wa 12, na vile vile tuko nayo fungu la 21 na mstari wa 3. Haya yote yako hapo, na tukiweza kusoma tunapata ya kwamba types are fulfilled in the 3 phases, and that one the 3 phases ni hiyo ya Kikristo ama in Christ. The second phase is in the church, which is at the end, which is during the church time, and the last one is at the end of time. When you look at the Israelites, the Exodus and even the sanctuary, hiyo sasa tukiangalia jinsi ambavyo zilikuwa zimeorodheshwa hapo, tukirejelea Israeli kutoka pamoja na hekalu, tunapata ya kwamba each find a meaning in Jesus and the church's experience and the new creation. Inaonyesha nini? Inaonyesha maana yake Yesu Kristo, na pia tukiangalia vizuri tunapata ya kwamba kuna jinsi ambavyo inaonyesha mtu maisha yake akiwa kanisani, na pia tunaona hapo ile maisha mpya ama the new creation. When we see the Christological, the axiological and even the extralogical fulfillments, these ones, they just give us the confidence that God's promises are reliable to every stage. Yote tukiangalia unapata ya kwamba hayo yote yanaweza kutuonyesha ya kwamba Mungu ni yule ambaye matendo yake ama mambo yake unapata ya kwamba ni yale ambayo yanaaminika na pia yanahitajika katika kila kitengo na kile kiwango. Na unapata ya kwamba kwa sababu maandiko yana mwandishi mmoja aliye ni Mungu, na sehemu mbalimbali za maandiko zinadumu kukabiliana kila moja na nyingine. Na mafundisho yote ya Biblia unapata ya kwamba kila moja na lingine, ufasiri wa ibara moja utapatana na ujumla wa kile maandiko yanachofundisha kuhusu somo husika. Na unapata ya kwamba hayo yote, kuna vitabu ambavyo bado tunaweza kusoma ili tuweze kuelewa zaidi ni vipi ambavyo mfano ambao tunapewa katika Biblia kulinganisha Agano ya Kale na Agano Jipya tunaweza kupata ili tuweze kuelewa zaidi. Basi matumizi ya Yoshua katika Biblia iliweza kuonyesha nini sana sana ikilinganishwa na Mungu. Na unapata ya kwamba kuna vitabu kama vile The Handbook of Seventh Day Adventist Theology, hiyo ukirejelea hapo ukurasa wake wa 65 unaweza kupata hapo habari zaidi kulingana na jinsi ambavyo mafundisho tunayopewa katika Biblia yanapatana kila moja na lingine, na jinsi ufasiri wa ibara moja kwa moja pia unapatana katika kila agano. Na hapo tumeona ya kwamba kuna jinsi ambavyo mfano ambao tunapewa kama wale wa Israeli, na pia tunapewa kama during the Exodus, na pia tumepewa katika nyakati za mwisho ama the starting new creation ama the beginning of a new life. And now
Tukiangalia haya yote tumeweza mifano mitatu ambayo tumeweza kupewa, ile ya kulinganishwa kwa Israeli, kulinganishwa kwa Kutoka, na pia kulinganishwa na hekalu. Unapata ya kwamba sisi pia katika maisha yetu kuna wakati mwafaka unapata ya kwamba tunaweza pitia changamoto, tunaweza pitia shida, tunaweza pitia mambo kadhaa ambayo saa zingine yanaweza kutufanya nini, yanaweza kutufanya tukose amani na imani, ama tukose hata ile uzoefu wa kufanya nini, kuabudu Mungu. Lakini unapata ya kwamba tukirejelea hapa kuna mafundisho ambayo tunaweza kupata, na hivyo basi unapata mwandishi sasa, ukiangalia hapo chini, anatuuliza ya kwamba huwa unafanya nini wakati katika nyakati fulani unaona kuwa ni vigumu kuelewa maana ya vifungu fulani. Ni jinsi gani ambavyo umekuwa ukielewa? Kwa sababu katika Biblia unaweza pata ya kwamba kuna jinsi ambavyo unaweza soma hata katika fungu unaambiwa ya kwamba Mungu atawapa, Mungu atawashindania. Lakini we mwenyewe ukijiangalia unaona ya kwamba ile shida ambayo unapitia, ile janga ambalo unalipitia ni lile ambalo imekufinya kabisa. Uoni, ukiangalia kushoto kulia, ukiangalia mbele, ukitazama nyuma, unaona milango yote yamefungwa. Unajiuliza ya kwamba sasa katika Biblia Mungu mwenyewe amesema ya kwamba atatufungulia milango, atatupa kile ambacho tunahitaji. Kwa wale ambao ni wanyonge basi atawapa nguvu, kwa wale ambao ni wadhaifu basi bado atawainulia. Lakini sisi ama mimi ama sisi katika familia yetu tunaona tuko chini. Vipi tunaweza kuelewa zaidi fungu kadhaa katika Biblia? Unapata ya kwamba tukirejelea Agano ya Kale na kisha baadaye tuangalia Agano Jipya, unapata ya kwamba kuna linganishi fulani ambayo tunaweza kuangalia na tuweze kujua. Tukiangalia hata katika Biblia mifano yake Ana, unapata ya kwamba kuna wakati ambapo Mungu aliweza kumfanya nini? Mungu aliweza kumuinua. Na unapata ya kwamba hata kuna wale kama Ibrahimu, yule ambaye tunamtaja kama baba wa imani, unapata ya kwamba kuna jinsi ambavyo Mungu aliweza kumbariki. Na hivyo basi ukilinganisha haya yote unapata ya kwamba hata wakati mgumu, wakati maisha yako unaona ya kwamba inafifia, na usome Biblia upate kafungu na unakosa kuelewa, kile ambacho unaweza kufanya ni kulinganisha yale ambayo yalikuwa katika Agano ya Kale na kile ambacho kinazungumziwa katika Agano Jipya. Linganishi hilo ndilo linatusaidia kusonga mbele na kuweka imani yetu iwe dhabiti katika Ukristo, na pia katika kutii yale ambayo yanatakikana na nini, kanisa, na pia kuhakikisha ya kwamba tumekuwa imara kwa imani, tukirejelea tukisubiri ama tukirejelea ile kuumbwa upya kwa waumini wake Mungu. Basi katika siku ya Jumanne, katika siku ya Jumanne bado tunaendelea mbele na ile typology, Joshua the type, Joshua mfano, Joshua kama mfano. Kumbuka ya kwamba tumesoma historia ya Joshua, tumesoma jinsi ambavyo aliweza kuchukua uongozi, tumesoma jinsi ambavyo ametembeza wana wa Israeli ama wa Hibrania. Na hapa sasa mwandishi ametupa mada kama huu, Joshua kama mfano ama Joshua the type. Na unapata ya kwamba tukiangalia hapo, Joshua as the tribe on the Tuesday part, it says Joshua as the type.
it says, in the light of biblical typology, what is the significance of the multiple parallelism between the lives of Moses and Joshua? And here we are going to discover several occasions where Joshua can be used as a type when compared to Moses. And when you look at the Bible, you find that we have got several verses which are listed there. We have the book of Exodus, that is chapter 3 verses 1 to 2, and Joshua chapter 1 verses 1 to 3. We have got even the Numbers, that is on chapter 13 verses 1 and 2, and Joshua chapter 2 verse 1, and Exodus 3 chapter 5. As we discover in the first week, Joshua is presented as a new Moses who, in the life of the second generation, repeats the most significant steps of the Exodus from the Egypt. And just as Moses was, he is commissioned by a personal encounter with God, Lord, and under the leadership of both, Israel's fame among the nations inspires fear. And Moses led Israelites in the crossing of the Red Sea, while Joshua led the Israelites in a miraculous crossing of the Jordan. Both leaders are reminded of the necessity of circumcision and the importance of the Passover. The manna begins to fall in the time of Moses, and it ends with Joshua. Both are commanded to take off their sandals, and the outstretched hand of both signals victory for Israel. And when you look at Moses, it gives instructions for the divisions of the land and the institution of cities of refuge. And Joshua fulfills the instructions. Both give a farewell address to the nation and renew the covenant for the people. It gives the covenant for the people at the end of their ministry. So when you look at the two, you find that Joshua and Moses, both of them, what has been talked about, when we look at Joshua as an example, mfano, as a type to be looked at, to be copied, you find that there is a how what he was doing and what Moses did are somehow similar, the same. What one started, one completed or finished. And that's why you find that when Moses led the Israelites as they were crossing the Red Sea, you find that Joshua did it on the other side as they were doing what? Crossing River Jordan. And when you look at them, all of them had a necessity and circumcisions and the importance of this Passover. And when we also look at them, you find that the moment when the Israelites cry of anger, you find that they were given manna, and the manna started during the reign of Moses. But when you look at Joshua, you find that it ends under the leadership of Joshua. And both of them, when it comes to war, you find that the victory of the Israelites is also laid within their leadership period. And again, why Joshua becomes a type to be looked at is that when compared again, still with Moses, the fulfillment of the instructions, you find that when it comes to the divisions of the land, and even the cities of refuge, you find that Joshua fulfills the instructions. And now they give a farewell address to the nation and renew of the covenant of the people at the end of their ministry. And so, if it is now looked at in that manner, you find that there are things that we now need to know. And in the writers say, anasema ya kwamba maisha ya Yoshua yalikuwa sehemu ya utimilifu wa unabii uliofanywa na Musa,
Hiyo tukirejelea kitabu cha Kumbukumbu la Torati hapo 18 mstari wake wa 15 hadi 18, na tunaambiwa ya kwamba hata hivyo unabii uliotolewa na Musa au kutimizwa katika maana yake halisi kabisa. Katika maana yake halisi kabisa, unabii ungeweza kutimizwa tu au kukamilishwa na Masihi. Yeye alimjua Baba kwa karibu sana, na yeye alikuwa wa kweli na alimdhihirisha Baba kwa uaminifu. Hiyo tukirejelea kitabu cha Luka fungu lake la 10 mstari wake wa 22, na pia Mathayo fungu lake la 22 mstari wake wa 16. Na kwa kweli Mungu alitia maneno yake kinywani mwake, na hivyo maisha ya wote wawili, ya Musa pamoja na Yoshua, yanakuwa mifano ya Masihi aliyekuwa anakuja, Yesu. So when we look at the two people, that is Moses and Joshua, remember the Tuesday part was talking about Joshua as the type. And now when you look at their life, Joshua mirrored Moses' lives, that crossing the water, covenant renewal, divine commissioning. And so Joshua was a partial fulfillment of the Moses' prophecy of a prophet like me. You see? And Jesus is the complete fulfillment, where God's true prophet, deliverer, and the Savior. Therefore, Joshua's life biblically pointed forward, but only Jesus fully reveals God and led us to the eternal inheritance. The first two, that is Moses and Joshua, they had a comparison of what was to come. And what was to come was all about the true prophet and the true deliverer, which is the Savior, Jesus Christ. And that's why all that they passed through, all that they did, you find that they were just pointing out the Christ, what Christ came to do in our lives, what Christ came to do to deliver us from evil, and even to save our life and to wash our sins again through his blood. And that's why when you talk about choosing an example, then you need to choose a true example. And it is the reason the Bible decided to choose who? Decided to choose Joshua as a type, as an example to be followed and to be considered biblically when we are looking at the link or the comparison between the Old Testament and the New Testament. It's 30 minutes past 8 a.m. in the morning, and the program still Upendo wa Sabato, the love of Sabbath, where we enjoy the music, we get biblical nourishment, the sermon, and the teachings from the lessons, the Seventh-day Adventist Church. And in this first session, we are still at the lesson discussion part. We are looking at mfano halisi ama the type as recorded or indicated in the Bible. And now when we look at the Wednesday part of it, the true Joshua, the antitype, the fulfiller. Joshua wa kweli na yeye aliye halisi. Ndicho kile ambacho tunaangalia katika siku hii ya Jumatano. Kisa cha Joshua lazima kionekane kupitia mche wenye rangi anuai wa uainishaji. Rangi anuai, rangi kadhaa. Vita vilivyoendeshwa na Joshua ni matukio ya kuhistoria
yakijumuisha sehemu muhimu ya kihistoria ya Israeli, na lengo la vita hivyo ni kuwaweka Waisraeli katika nchi ya ahadi ambapo wanaweza kufurahia urithi wao uliotengewa kwa amani na kuanzisha jamii mpya inayotegemea kanuni za sheria ya Mungu. Na baadaye waandishi wa Agano la Kale kama vile Isaya wanawasilisha kazi ya Masihi kama inavyojumuishwa pia kugawa urithi uliokuwa ukiwa kwa watu wake. Hiyo tukirejelea kitabu cha Isaya fungu lake la 49 mstari wake wa 8, na wakitumia istilahi sawa na ambayo hupatikana mara kwa mara katika kitabu cha Yoshua. Na kama vile kazi ya Yoshua ilivyokuwa kugawia Waisraeli ile nchi, ndivyo Masihi inayoonyesha kuwa Yoshua mpya anawapatia Israeli mpya urithi wa kiroho. Na pia bado tunaweza endelea mbele kusoma kitabu cha Waebrania fungu lake la 3 mstari wake wa 7 hadi fungu lake la 4 mstari wake wa 11. Na kule Agano Jipya inadhibitishaje kwamba Yoshua Musa mpya yeye mwenyewe ni mfano wa Yesu Kristo? Tukiangalia Yesu Kristo, unapata ya kwamba alikuja kufanya nini? Alikuja kuokoa watu. Alikuja kutafuta wale waliopotea. Alikuja ili aweze kufanya nini? Akuweka watu wale ambao imani yao imepotea aweze kuirudisha tena. Na pia unapata ya kwamba mfano ambao tumepewa hapa ambaye ni Yoshua ama Masihi, unapata ya kwamba jinsi ambavyo aliweza kugawa ile ardhi ama nchi ya ahadi ambayo ilikuwa Kanani. Unapata ya kwamba kuna jinsi ambavyo watu waliweza kurithi kila pande kwa jamii mpya ama kwa wale waliokuwa wapya katika sehemu hiyo. Unapata hivyo ndivyo watu pia walikuwa wanapata nini? Wanapata kuokoka tena, wanapata kupanda imani mpya katika mioyo yao. Na unapata ya kwamba hivyo ndivyo anakuwa analinganishwa na nani? Analinganishwa na Yesu Kristo, kwa sababu urithi wa ardhi ulikuwa unaonyesha urithi wa kiroho, urithi wa imani miongoni mwa watu wa Mungu. Na hivyo ndivyo unapata ya kwamba waandishi wa Agano Jipya waliwasilisha vipengele vingi vya huduma ya Yesu Kristo kwa mujibu wa kazi ya Yoshua. Na Yoshua alipoingia Kanaani baada ya miaka 40 nyikani, ndivyo Yoshua halisi Yesu aliingia katika huduma yake ya kidunia baada ya siku 40 nyikani, mahali ambapo alikuwa amefunga bila chakula, bila maji, na huduma yake ya mbinguni baada ya siku 40 katika jangwani la dunia hii. Na unapata hayo yote yanalinganishwa pamoja, iko katika Agano ya Kale na pia bado yapatikana tena katika Agano Jipya, na yanalinganishwa. Ukiangalia muda ni miaka 40 nyikani, na hayo yote unapata ya kwamba hao wote wameitenda. Yoshua amelitenda, Kristo mwenyewe, Yesu Kristo mwenyewe pia vile vile ametenda. Na hayo yote yanaonyesha nini? Yanadhibitisha ya kwamba, bado yanadhibitisha ya kwamba Yoshua alikuwa nini? Yoshua alikuwa mfano wa kweli, ama the true Yoshua, the true antitype. So baada ya ubatizo wa Kristo katika mto Yordani, ambao uzoefu wake wa kuvuka Yordani, tunapata hapo Yordani watu wamevuka, na unapata hapo ndipo pia alikuja kufanya nini? Kupatishwa. Na unapata kwamba waandishi wa vitabu vya Injili wananukuu kitabu cha Zaburi fungu lake la 2 mstari wake wa 7 pamoja na kitabu cha Isaya fungu lake la 42 fungu lake
42 mstari wake wa kwanza, kutoka Zaburi ya kimasihi na kutoka kwa wimbo kuhusu mtumishi wa Yehova aliyeteseka. Na kwa hiyo kupitia kwa ubatizo wake Yesu anaonyeshwa kama shujaa wa kiungu ambaye kupitia maisha yake ya uaminifu katika ukutii hata kifo atapigana vita vya Yehova dhidi ya majeshi ya uovu. Na maisha yake ya kifo chake msalabani vilileta kutupwa nje kwa shetani, kilichoongoza katika ushindi dhidi ya adui zetu wa kiroho, na kilitoa pumziko la kiroho kwa watu wake na kuwagawia urithi uliokombolewa. Haya yote bado tunapata katika kitabu cha Waefeso fungu lake la 4 mstari wake wa 8, na pia Waebrania fungu lake la kwanza na mstari wa 4, vile vile Waebrania fungu lake la 9 na mstari wake wa 15. Na hiyo siku tunapata ya kwamba the true Joshua ama the antitype Joshua led the Israelites into the earthly rest where Jesus led people, and is still leading us into spiritual rest and even the eternal victory. And when you look at the Jesus, you find that he is a divine warrior, the conqueror of sin, and even the conqueror of Satan and the death on behalf of us. And now, it is because of Jesus that the true Joshua has won the battle, and now we the believers, we the Christians, we God's creatures, we now can live with peace and have an assurance today that there is God and everything within his hands is possible, because we have looked at the comparison between the Old Testament when looking at what Joshua did, and coming later into what Jesus also did, and even looking at their own missions. You find that all of them, they helped in doing what? They helped into promoting the spiritual development, and even helping us to do what? To know the possible ways of having that eternal life and eternal victory. And that's why now in the fulfillment of what was in the Old Testament, when you look at the two, we are being told that it is Jesus and the true Joshua that has led us now to do what? To have that peace and assurance of today, that even whenever we pass through which type of a problem, which kind of difficulty, then we have hope for tomorrow. We have hope that just the way it happened in the past, then it will also happen today, tomorrow, and the day after tomorrow, and the rest of the days remaining. The only thing that we need to do is just to believe, to trust, to obey, and to show it by action. Because faith without action is dead. That is not faith. And that's what the Wednesday part of it was containing. When you go to the Thursday part of it, the Thursday part of it, Joshua and us, kile ambacho kinasema ya kwamba Joshua na sisi, na hapo tunaangalia ya kwamba Joshua kama mfano anaelekeza mbele zaidi ya huduma ya Yesu Kristo kwenye utimilifu katika maisha ya kanisa, mwili wa Kristo. Na hivyo basi mwandishi anatuliza maswali ya kwamba ni kwa namna gani vita vilivyopambanwa na Israeli chini ya Joshua vinaonyesha
mapambano ya kiroho ya kanisa, na kuna tofauti kati ya hayo mapambano. Hayo yote tunaweza pata katika kitabu cha Timotheo wa kwanza, fungu lake la kwanza, mstari wake wa 18, na vile vile tunaweza angalia Timotheo wa pili, fungu lake la 4, mstari wake wa 7, na pia wa Efeso vile vile fungu lake la 6, mstari wake wa 10 hadi 12. Na mwandishi wa Agano Jipya anatambua utimilifu wa kikanisa kwa mfano wa Yoshua, washiriki wa mwili wa Kristo, yani kanisa, na pia wanahusika kwenye vita ya kiroho dhidi ya nguvu za uovu. Hata hivyo, wanafurahia pumziko la neema ya Mungu na baraka za urithi wa kiroho. Jinsi ambavyo tuliangalia Waisraeli waliweza kufurahia yale ardhi ama urithi wa ardhi ambao waliweza kugawiwa, unapata ya kwamba nasi pia ama sisi pia tunafurahia nini? Tunafurahia urithi wa kiroho, baraka ya urithi wa kiroho, kile ambacho kinatupa nini? Neema yake Mungu na mapumziko. Na tukiangalia hapo utimilifu wa mwisho ulio kamili wa mfano wa Yoshua utakamilishwa wakati wa kuja kwa mara ya pili kwa Yesu Kristo, kile ambacho ni kipengele cha matukio makuu ya wakati wa mwisho. Na maisha ya Yoshua yalikuwa yanaonyesha tabia ya Mungu sana, kiasi ambacho kipengele fulani vya maisha yake vilikuwa na tabia ya kinabii, ikiashiriwa shughuli na nafsi ya Masihi. Kwetu leo, Masihi amekwisha kuja na huduma yake haihitaji kuonyeshwa kama inavyokuja baadaye, lakini bado tunayo fadhila ya kuakisi tabia yake, utukufu ambao Kristo alitamani kushiriki na wanafunzi wake. Tukirejelea kitabu cha Yohana hapo fungu lake la 17 mstari wa 22. Na pia na hiyo inaweza kuwa yetu kwa kuzingatia tabia ya Kristo, na kadiri tunavyo mtafakari Yesu ndivyo tunavyo zidi kuakisi uzuri wa tabia yake. Hili ni la msingi sana kwa kile ambacho mwendo wetu wa kila siku pamoja na Kristo anapaswa kutuongoza kwacho. Na hii ndiyo sababu muda katika neno lake kila siku ni jambo muhimu sana. Hili ndiyo sababu pia inatupasa tutumie muda katika kuyatazama maisha na tabia na mafundisho ya Bwana Yesu, na kwa kutazama ndiyo tunabadilishwa. The Thursday part of it. Thursday part of it, which says that Joshua as the type points beyond the ministry of Jesus Christ and to a fulfillment in the life of the church, the present church. Apart from the life of the church, it also points out the Christ body. And that's where the writer asks us that in what sense do the wars Israelites fought under Joshua foreshadow the spiritual struggles of the church, and how are they different? When the writers of the New Testament recognize the ecclesiological, which is the church, fulfillment of the Joshua's typology, the members of the Christ body, the church are involved in a spiritual warfare against the evil forces, and nevertheless they enjoy the rest of the Christ grace. That is in the Hebrew chapter 4 verses 9 to 11, and the blessings of their spiritual inheritance.
And now we find that the final and the complete fulfillment of the Joshua typology will be accomplished at the second coming of Christ, which will be apocalyptic or eschatological aspect. Joshua's life reflects so much of God's character that certain aspect of his life took on a prophetic character, foreshadowing the activity and the person of Messiah. How he was fighting for the faith, how he was fighting, and how he led the Israelites. All that he did was just to foreshadow God's character and the certain aspect of the life when we look at the prophetic nature in the Bible. And for us today, the Messiah has already come, and his ministry does not need to be prefigured again. But we still have the privilege of reflecting his character, the glory that Christ longed to share with his disciples. And that can become ours by contemplating the character of Christ. And the more we contemplate Christ, the more we reflect the beauty of his character. And this is so fundamental to what our daily walk with Christ should lead to. And this is why time in the Word every day is so important. And therefore, that is why too, we should also spend time dwelling in the life and the character and the teachings of Jesus. And by beholding, yes, we do become changed. Each and every time we go through the Bible, each and every time we read the scripture, each and every time we take time, our own time to go through the Bible, you find that it gives us teaching and it helps us to do what? To understand it more and even to dwell in his life, where it also helps us to understand better the characters and the lifestyle that we are expected to live as the believers, and even that the people who trust in Christ. And therefore, by doing all that one, you find that we become changed. We be changed. If we were weak spiritually, you find that we are now being made to develop it and become strong. If we had we were not having that strong belief, you find that through the scripture, through the Bible, all the chronological accounts, the Old Testament and the New Testament, all that when we read them or we go together and try to relate what is in each of the chronological account, each information and the context within the Old Testament and the New Testament, you find that we get a point to note, something to grab, and something to change our life and to strengthen our faith. And that's why it is said that that's why when we look at now the Thursday part of it, what we can get there is that the church continues Joshua's mission through the spiritual warfare. Even the present church today, you find that there is a warfare, and the warfare is all to fight the devil, mwovu shetani, adui mkuu wa Mungu. And again, our battle is not with physical enemies, but with what? The evil forces. The evil forces that tries to do what? To weaken our faith. And the final fulfillment, which is equivalent to the inheritance of the new earth at Jesus' return. When you talk about the final fulfillment, it is just the inheritance of the new earth at Jesus' return. If we have to be prepared for the Christ return and even to reap and be awarded with that eternal life, then we need to focus on the final what? A fulfillment
as it was even foreshadowed during the Joshua's fulfillment of what God had spoken about to the Israelites previously. And so, as Joshua's people had to fight to enter Canaan, and so we must daily fight the good fight of faith, the good fight of faith, of belief, with Christ as our captain. Is the one who will manage us as we fight, is the one who will control us, is the one who will guide us. And finally, if we stick to him, if we stick to his ways, then we will win all the wars. And therefore, to further note more about these ones, you find that the further thoughts gives hints concerning the Israelites' life and even us today, where the Israel clung to types but missed an antitype, which is Christ. And so, with us, we must avoid the same mistake. Remember, when we look at Israelites previously, there are points at which they were going against, they were turning away from what? From who? From God. And so, the Bible and the writer tells us that even as Israel at some points missed it out, we as the Christians and believers, we need not to do what? We need not to make that same mistake. And when we even look at the book of Ellen G. White, it calls for modern Joshua's and Caleb's, who encourages the missionaries filled with faith, those who are out to spread the gospel from one nation to one nation, one place to one place. You find that they help to do what? To try to pass more information concerning the Joshua's ministry. And therefore, it says that the greatest need today is workers with the spirit of Joshua and Caleb, those people who are faithful, those people who are fearless, and those people who are focused on Christ. Those are the people who are needed today. And so, even the church, it says that kanisa linawahitaji akina Kalebu na Yoshua walio tayari kukubali uzima wa milele kulingana na masharti sahihi ya Mungu ya utii. Makanisa yetu yanateseka kwa kukosa watendakazi, na shamba ni dunia yetu. Na pia wamishonari wanatakiwa kwenye mji na vijiji ambavyo kwa hakika vimefungwa na ibada za sanamu kuliko wapagani wa mashariki ambao kamwe hawajawahi kuiona nuru ya ile kweli. Roho ya umishonari wa kweli imewaacha makanisa yanayoinua sana madai yake, na mioyo yao hayangaziwi tena na upepo wa roho na shauku ya kuziongoza kwenye zizi la Kristo. Na tunahitaji watendakazi wa dhati. Na hivyo ndivyo wewe na mimi, sisi sote tunapaswa kuwa watendakazi, wale ambao wana imani thabiti, wale ambao wana imani thabiti wa kuamini ya kwamba Mungu yupo na Mungu ndiye mfalme wa mbingu na nchi, na pia atupashe ujumbe wa kweli kwa wale wote ambao bado wako gizani, ili waweze kufanya nini? Kuona nuru. Na ndiyo mwisho wa leseni ya siku ya leo, awamu ya mwisho, awamu ya kwanza ambayo ilikuwa uchambuzi wa leseni. Dakika ni 55 kesha pita saa 2 za asubuhi. Natumai umeweza kupata kitu kutokana na mafundisho ya imani, kutokana na Joshua, kile ambacho tumeweza kupata hapo, ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa Disemba mwaka 2025. Mwaka usonga na mwezi pia tumemaliza wiki ya kwanza. Hebu tuweze kupata ombi la kumaliza.
Baba, tulipokuwa tunaanza tulikuomba ya kwamba uweze kutuongoza katika awamu hii ya uchambuzi wa leseni. Hivyo basi umetenda, umekuwa nasi, umekuwa na msikilizaji popote alipo, umekuwa na mtazamaji. Kwa hiyo yote ambayo tumeweza kuzungumzia ni maneno yako tu ambao umetuongoza ili tuweze kupata siku ya leo kupitia leseni ya wiki hii. Uweze kutukumbusha ya kwamba wewe ndio mfalme wa mfalme, na pia tuweze kujua zaidi wale wa kutumia kama mfano katika Biblia, kwa maana kuna watu katika Biblia lakini kuna mfano bora katika Biblia. Uweze kutusaidia kulinganisha maisha yetu, pia tuweze kujitabiri, tujipige darubini, jione ya kwamba maisha yetu ya kesho tutakuwa wapi. Tuweze kujua ya kwamba ni yale mifano ambayo umeweza kutumia ya kuonyesha maisha yake Yesu Kristo ambaye alikuwa ni mkombozi wetu, ndio tuweze kuiga na tuweze kufuata na tuakisi hatua kwa kila hatua. Siku ya Sabato nakabidhi waumini wote na waombaji wote mikononi mwako. Watu wako wote uweze kuongoza popote walipo, wale ambao wanaenda kanisani, wale walioko hospitalini uweze kuwaponya, wale walioko gerezani uweze kufungulia macho, kama kuna makosa ambao walishtakiwa uweze kujua makosa yao. Wale ambao waliakisiwa makosa na wamezingisiwa uweze kuwashindia. Kwa wale ambao wako safarini, wewe ndio dereva, uongoze, uwatunze hadi wafike mahali wanaposafiria. Kusia leo na kuomba uwe nasi. Kwa yale yote ambao bado yatakuja nyuma ya kipindi hiki, uweze kuongoza wana kituo hiki, wafanye kazi wote washindie pahali ambapo wako na upungufu, uweze kuwashindia. Uwe nasi hadi jioni. Kwa machache nimekuomba na kuamini kwa jina la Yesu mkombozi wetu. Amina. Uwe na Sabato njema na siku njema, nikitumai ya kwamba Sabato ijayo pia bado tutakutana ili tuweze kujifundisha zaidi. Nahodha wako bado atakuwa mie Oyodan. Kwaheri.